Kwa mujibu wa kikatiba kutokana na mwongozo wa TAMISEMI ambao tunazungumzia kuhusu ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi. Na tambua kupitia kikao hiki tutakuwa na michango, na michango hiyo kwetu sisi watekelezaji wa ilani inatusaidia kuboresha maeneo ambayo pengine hatukufanya vizuri sana. Leo tupo kwa ajili ya utekelezaji wa ilani ambao ni kujua miradi iliyotekelezwa ndani ya wilaya ya Kakonko 2024 2025. Lakini kwa kweli kazi ni kubwa. Tumeenda stendi, mmeangalia stendi ambayo imejengwa kwa viwango halisi, ambayo kwa halmashauri za wilaya itakuwa ipo Kakonko peke yake. Mpigieni makofi Daktari Samia. Anatupendelea, anatupenda, anatujali. Kama mnaangalia TV na mnasikiliza redio, ziko halmashauri barabara zao kwenda kufika kijiji kimoja na kingine ni mtihani mkubwa sana. Ziko halmashauri barabara za mjini kabisa, lami utakuta ni kipande kidogo sana, lakini hapa tuna lami na ni halmashauri mpya. Tunajivunia uwepo wa watendaji wa serikali wakiongozwa na kamisa, mkurugenzi na viongozi wengine wote. Niwaombe ndugu zangu, kila mtu afanye kazi kwa ufasaha kwenye eneo lake yeye mwenyewe ili tija iendelee kuonekana. Mkurugenzi amefanya kazi, mpigieni makofi hata kama kazi inaonekana. Ukumbi huu kwa mkoa wa Kigoma na halmashauri ni wa kwanza, nafikiri unaweza kusema ni wa kwanza. Sasa usipompongeza tutakuwa tumekosea. Lakini ujenzi wa soko, ukiliangalia soko letu kwa kipande kile kidogo kilichokwisha kujengwa kwa mapato ya ndani, unaweza kusema kwamba mkurugenzi anafanya kazi kubwa sana. Napenda kumshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutenga fedha nyingi sana kuikuza wilaya ya Kakonko. Tumeona mambo mengi ambayo yanafanyika Kakonko kutokana na mchango wake. Anavyoiona Kakonko jinsi anavyotaka iendelee. Nikiangalia tu hapa kwa mfano nilipo tu hapa, ukiangalia mfano tu jengo hili la ukumbi wa halmashauri, ukitazama peke yake thamani yake ya fedha na jengo ukitazama huna haja hata ya kuhoji. Nenda stendi. Kanda karibu yote hii hatuna stendi ya namna hiyo. Imetumia gharama kubwa kwa sababu ya kujali watu wake wapate sehemu nzuri ya kusafiri vizuri, wapate ulinzi mzuri, wawe na amani katika safari zao. Nenda kwenye habari ya elimu. Elimu sasa hivi tunaangalia, sisi tumesoma zamani, tunasoma kwenye mashule hayana madirisha. Mwanafunzi anaweza karuka dirishani na mwogopa mwalimu. Lakini leo shule ni za vioo. Walimu wakifika pale wanapata hata furaha ya kufundisha. Tumefika kwenye kikao hiki leo kwa ajili ya kuona miradi mbalimbali zinazosimamiwa na Chama cha Mapinduzi kwa kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi. Tunashukuru sana, kila sekta inawajibika kwa kazi kuhakikisha kwamba watoto wetu wanasoma vizuri, na zaidi ya yote tunaendelea kumshukuru mama yetu Samia Suluhu Hassan kwa fedha kubwa anazozielekeza kwa ajili ya upande wa elimu.